Yerusalemu palikuwa na lango lenye birika ambalo kwa Kiebrania waliita Bethdasa. Haleluya. Na maandiko yanasema huku kulikuwa na jamii ya wagonjwa. Geukia mwenzako mwambie jamii ya wagonjwa. Unajua naposema jamii, hebu mgeukie mwenzako mwambie wewe ni jamii ya wapi? Kwa sababu hapa tuna jamii nyingi. Kuna mtu ni Masai, kuna mtu ni Mchaga, kuna mtu ni Msukuma, kuna Mpare, kuna Mnyakyusa. Manake hizo ni jamii. Haleluya. Sasa anaposema jamii, manake sio kabila moja, sio mtu wa aina moja. Hapa kulikuwa na wagonjwa wa aina mbalimbali. Na miongoni mwa wale wagonjwa, maandiko yanasema waliopooza, wasiotembea, wasioona, wasiosikia, walikuwa wamelala, hawawezi kutembea kabisa. Ukiendelea vizuri anasema na Yesu akakutana na mtu mmoja. Huyu bwana alikuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Huyu mtu alikuwa na huo udhaifu, hakuweza kutembea. Lakini baada ya Yesu kukutana naye, Yesu alikutana naye na akamwambia, "Wataka nikutane nini?" Lakini huyu mtu kwa sababu pengine alikuwa hana uwezo, akawa na maswali mengi kwamba watu wanapoingizwa kwenye birika la uponyaji, mimi sinaga mtu wa kunitia birikani. Watu wanaposogeza kwenye kisima cha uponyaji, mimi sina wa kunisaidia. Ni kama wewe siku ya leo uko mahali hapa. Kuna wakati unajiuliza, nitamuonaje huyu nabii? Hivi mimi nitaponaje? Mbona mazingira hayaruhusu? Huyu mtu naye alikuwa na hayo maswali. Lakini cha ajabu ni kwamba yeye hakuwa kama mimi na wewe. Yeye aliteseka miaka 38. Yaani just imagine, hebu uko mahali hapa, una miaka 20, una miaka 30. Tangu uzaliwe mpaka leo, hakuna kitu chenye unaweza kukifanya. Hasa huyu mtu alikuwa hawezi, lakini aliposikia Yesu anapita, akasema na mimi leo sijui nitaponaje kwa sababu sina mtu wa kunitia birikani. Upande wa hapa kama kuna nahitaji aendelee kwenda hapa. Sasa maandiko yanasema Yesu akamuuliza, "Wataka nikutendee nini?" Sasa ndo akaanza maelezo. Unajua watu wanapowekwa kwenye birika, mimi sina mtu wa kuniweka birikani. Mimi sina wa kunishika mkono, sina wa kunisaidia. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akamwambia, "Jitwike godoro lako uende." Maandiko yanasema hapo hapo akajitwika godoro. Miaka 38 ya kutotembea, akatembea siku hiyo hiyo katika jina la Yesu. Siku ya leo uko mahali hapo, inawezekana ndoa yako imefeli kwa miezi, imefeli kwa miaka, lakini siku ya leo kwa sababu ya maji ambayo yatakuja juu ya maisha yako, wacha nikwambie ndoa yako inakwenda kuwa salama, mahusiano yako yanakwenda kuwa salama, biashara yako inakwenda kuwa salama. Cha msingi ni wewe uinue imani yako na useme amen, amen. Mshangilie Yesu kama upo tayari. Sasa huyu mtu alifanyaje? Alipona. Nini kilimponya? Nataka nimuulize mtu swali. Nini kilimponya? Ni nini kama sio imani? Ni nini? Ni imani imemponya. Sasa mwambie mwenzako, wewe imani yako iko wapi? Kwa sababu unapokuwa mahali hapa, kwa nini watu wengi tunaombewa na hatuponi? Nabii hana shida, Mungu hana shida. Shida ni sisi wenyewe hatuna imani. Yaani mtu anaombewa lakini bado anasema, hivi kweli nitabeba mimba? Ukishakuwa nayo maswali, hivi kweli nitaombewa, nitaolewa mwaka huu? Ukishakuwa nayo maswali, huolewi, hauzai. Sema ya kwamba Mungu hapendezwi na watu wenye roho za kusitasita. Nabii akikwambia naona mwaka huu utajenga, acha kusema itakuwaje, sema nitajenga kwa jina la Yesu. Nabii akikwambia mwaka huu utaolewa kwa harusi, acha kusema mbona sieleweki na mchumba wangu, sema huu mwaka lazima watu watakuja kwenye harusi yangu. Acha maswali, inua imani. Waliolala mpigie Yesu makofi mazuri. Sasa ukiwa na imani, hakuna ambacho kitakushinda. Hebu mgeukie mwenzako mwambie inua imani. Sasa nabii anapoingia lazima uwe na imani. Naomba upande una sisi tuchukue maji yetu. Tumalizie. Pastor Diana huko. Barikiwe sana. Sasa lazima uwe na nini? Imani. Mgeukie mwenzako umfanye kidogo hivi. Mwambie uwe na wewe. Kuna mtu amelala. Imani yako na yenyewe kilala huponi. Na ndio nakumbuka kama si Jumapili kama ni Ijumaa, kuna mama mmoja alitabiriwa. Sijui akaambiwa nani, siwezi kumbuka jina maana na mimi umri wangu umesonga mbele sana. Lakini alikuwa amekaa pale, nabii akasema kuna mtu anaitwa fulani. Akajisaulisha baadaye ndo akafanyaje? Akatoka. Maana yake imani yake haiko hapa. Hata mahali hapa siku ya leo nabii anaweza kukutabiria kabisa. Akasema kuna mtu anaitwa Witness. Lakini kwa sababu Witness umemwacha nyumbani, amekuja mwingine, unasahau mpaka jina yako. Kumbe nabii akiwa mahali hapa, imani yako na yenyewe iwe mahali hapa. Mawazo yako yawe mahali hapa. Maana leo ndio zamu yako na sio kesho. Kama kesho ndio zamu yako, usingekuja, lakini umekuja kwa sababu umesema leo ndio zamu yangu. Shangilie Bwana.
Lazima uwe na imani. Pasipokuwa na imani huwezi ukapona. Lakini wacha niwaambie, nabii leo atakapokanyaga mahali hapa, ndani ya dakika 30 zijazo, kuna watu wako mahali hapa, inawezekana umekuja na mgonjwa ambaye unambeba kwa wheelchair, lakini baada ya ibada mgonjwa atakushangaa, kwani nilikuja aje? Mbona anatembea mwenyewe? Kwa sababu Yesu yuko mahali hapa. Kuna mtu atashangaa kabisa, mbona nilienda wakati sioni siku zangu, lakini baada ya ibada mambo yamekuwa mazuri. Kwa nini? Mungu aliyoko mahali hapa halalagi, hasinzii. Yesu sio mwanadamu. Wao ndio wameona hautapona, lakini Yesu anaona uponyaji mahali hapa. Wao ndio wameona hautaolewa, lakini Mungu anasema utaolewa. Wao ndio wameona utafeli, lakini sisi tunaona kushinda katika jina la Yesu. Amen. Lazima uinue kiwango cha imani. Wacha niwaambie ukweli, kama una imani, hata nabii akupigie na hivi, tembea. Kama huna imani, hakuna kitu kinaweza fanyika. Yesu alikutana na yule mama. Tuachane hata na yule mama. Kuna yule aliyokuwa anatoka na damu miaka 12. Kuna muda anapigaga picha nikiwa nyumbani kwenye simu, najaribu kuzoom. Huyu aliyokuwa anatoka na damu miaka 12. Wakati in normal sense tu mtu akitoka na damu hata wiki moja, mambo yanaharibika. Huyo miaka 12 hivi ilikuwaje? Maana wanasema huyu aligaramika mali zake zote lakini hajapona. Akasema najaribu kuongea kama yeye, ni kama vile ni mama yangu. Sasa akaona hapa mimi nitakufa. Akasema nimesikia Yesu anapita, wacha niende huko. Na huko Yesu alipo kuna watu wengi zaidi ya hapa, maelfu ya watu. Akajipenyeza mpaka akagusa vazi la Yesu. Amina. Alipojipenyeza, maana wanasema ya kwamba pale damu ilikatika na akapona. Kumbe imani yako ni muhimu kuliko kila kitu. Kumbe imani yako ni muhimu kuliko kila kitu. Ukiwa na imani mahali hapa, wacha niwaambie, wakati nabii anaingia sasa, ukiwa na imani yako siku ya leo, yani kuna namna kabisa unaona kwamba leo kuna kitu Mungu atatenda kwenye maisha yangu. Kuna kitu kabisa Mungu atatenda kwenye maisha yangu. Sasa baada ya kumalizia imani, naomba nikuongeleshe wewe ambaye umekaa hapa. Nikuongeleshe na wewe. Mshike mwenzako mkono. Mtikise hivi, mwambie changamka. Mtikise mpaka mkono upate moto, mwambie changamka. Nabii anaposimama mahali hapo, kuna mtu anatabiriwa kabisa lakini hayupo. Nabii anasema kabisa, anakutabiria baada ya dakika 5 ndio ufahamu unajireload. Unasema haki prophet ndio mimi. Sasa hivi nabii akiwa anaingia, nataka tuanze kutengeneza kitu kinaitwa twasira. Yaani unatengeneza picha fulani kwamba huyu nabii anapoingia leo ataanza na maisha yangu. Na ndio unashangaa nabii anaanza na wewe, sio kwa sababu umekaa mbele, kwa sababu imani yako ipo mbele, na sio kwa sababu umekaa mbele. Sasa nabii anapokutabiria lazima uchangamke. Na sio kuchangamka tu, kama ni kukimbia nitakuwa ukimbia. Kwa mfano nabii anakutabiria, mimi naitwa Amani. Nabii anakuambia, unamjua Amani? Ndio. Brother, wewe ni Amani, unamjua Amani? Ndio, ni mimi baba. Sio ni mimi bro, maana kuna mtu anasema kwa ofisini bro nisaidie. Prophet si bro. Sasa ukiwa unachangamka vile, unamsababisha pia nabii aende haraka. Hebu geuka nyuma uangalie watu walivyokuwa wengi. Yaani kila aliyoko mahali hapa anatamani asikie kutoka kwa Mungu leo. Naomba usimame na umpigie Yesu makofi mazuri. Sasa kabla baba hajaingia, nataka tufanye jambo moja. Simama tu. Kuna mtu hajachukua maji. Naomba watumishi tuwasaidie watu wachukue maji mapema kabisa. Hakikisha umechukua maji ili nabii anapoingia usilete baadaye tena kupoteza muda. Naomba unyoshe mikono yako juu na umpigie Yesu makofi kama umenielewa vizuri. Haleluya. Sasa jambo la maana ni mambo mawili tu nimeyaongea. Jambo la kwanza, uwe na imani. Jambo la pili, moyo wako uchangamke. Alafu kabla hujachangamka moyo uwe wazi. Unaweza ukachangamka lakini moyoni kumejaa vitu. Kana kwamba nabii hata akikwambia pokea mume sahihi, kuna wanaume 6 wamekaa hapa. Sasa Mungu anajiuliza huyu nani atoke, nani aingie? Nabii anapokutabiria hakikisha moyo wako upo wazi. Nabii alitufundisha Jumapili akasema kulikuwa na wanafunzi wakati hata Yesu anabadilisha mawe kuwa mikate, kuna watu walikuwa na mioyo migumu. Ndio hivyo inawezekana uko mahali hapa lakini moyo wako ni mgumu. Sasa nabii anapokutabiria hata kama ni mapito ya miaka mingi, Isaya 43:18 anasema msiyakumbuke mambo ya zamani wala msiyatafakari, maana leo atatenda jambo jipya. Acha kufikiria kwamba uliolewa na kuachika. Acha kufikiria kwamba uliolewa na hujazaa. Mungu sio yule. Mungu ni yule anayebadilisha mambo. Sio yule waliomzoea. Labda ni kule amezoea kwamba Mungu aponye, lakini hapa Mungu sio ataponya, anaponya. Halo?
Imani ni kuwa na nini? Uliyekaa chini simama ili imani yako iongezeke. Hakunaga muujiza uliompata mtu akiwa amekaa kwenye kiti. Wacha niseme hili neno tena. Hakuna muujiza uliowahi kumpata mtu akiwa kwenye nini? Tuongee ukweli. Yule jamaa alikuwa mfupi kama mimi na wewe. Kwani si alipanda juu ya mti? Kisa ilikuwa kufanyaje kumuona? Umeona imani ilivyo ajabu? Imani tu. Kuna yule mzee alikuwa kama mimi na huyu. Yesu anamwambia, "Bro, unaona nini?" Anasema, "Naona watu kama mimi." Kuna mtu anafanana na mti. Kumbe imani yake inasema, "Ni bora niseme naona kuliko niseme sioni." Leo Mungu anakwenda kuona maisha yako. Yaani ni bora useme. Kuna wakati kabisa unaambiwa tumbo linauma, unajisikiaje? Nabii, baba nimepona. Unaposema nimepona, kuna maandalizi yanaanza kujitengeneza, unapona kwa jina la Yesu. Naomba usimame na tumsifu Bwana wakati mtumishi wa Mungu anaingia. Nyosha tu mikono yako miwili juu, alafu naomba nisikie makofi fulani hivi. Makofi fulani nzuri. Bado ongeza tena makofi mazuri. Ongeza tena kelele za shangwe. Na uzuri tulishaimba. Sasa tunaenda kumchezea tu Bwana. Amen. Sasa leo sijajua lakini bado watu ni wazito. Hebu fanya hivi kidogo. Sasa ngoja nikwambie. Nisiongee hata kwenye mic. Nisiongee hata kwenye nini? Mic. Kuna siri moja niliwahi kuambiwa. Na nilipoambiwa nikawa natembea kwenye maisha yangu. Unabii wa kwanza unaanza kwenye kipindi cha kusifu na kuabudu. Kama umeelewa sema amen. Amen. Unabii wa kwanza unaanzia wapi? Na kurudisha nyuma kidogo. Hivi nikikwambia mzee umependeza unajisikia aje? Sasa Yesu ukimwambia unastahili sifa, akifurahi kuna kaugonjwa automatically bila maombi kanaanza kuondoka mdogo mdogo. Maandiko yanasema kina Daudi wakaimba, maadui zao wakapigwa. Kumbe tunapoimba na wakati nabii anaingia, kuna kaugonjwa tu kanasema my dear, wacha nikuachie leo. Lakini ukiwa uimbi, maana yake kwa sababu unajua huwa nabii anasema maneno ambayo kila mtu akiyasikia yale maneno unapona haraka siku ya leo. Nabii anasema hivi, naomba ninukuu. Kila alipowahi kwenda na kila mahali tumewahi kwenda naye na hata tutakapoenda naye tena, hajawahi kuponya mtu, lakini kila alipoenda alimuona Yesu akiponya wagonjwa kupitia yeye. Sema amina. Hajawahi kufanyaje? Hajawahi kumwambia mtu amuka utembee na akatembea, lakini alimwambia kwa jina la Yesu na akatembea. Kumbe jina la Yesu ndio linaponya. Sema kwa sauti amen. Sasa ukishajua hilo neno, kumbe nabii anapoomba, yani maana yake upone usipone, shida sio nabii na shida sio Mungu. Unarudi pale anasema mimi ni Mungu, sichelewi wala sivai. Nyosha mikono yako na umpigie Yesu makofi sasa. Sasa watumishi wa Bwana kwenye vyombo, naomba tunyoshe mikono yako hivi. Hatutaimba. Mimi naomba tucheze kitu kidogo. Naomba ushikilie kitambaa. Alafu shikilia kitambaa na ushikilie na sebene. Twende, nyosha kitambaa. Nabii anapoingia, hebu tumshangilie Bwana. Sio tumshangilie nabii, tumshangilie huyu Bwana. Ili nabii sasa, nabii anapoingia, hebu nyosha mikono, shangilia Yesu na mikono hivi. Barikiwa. Nilijua kuna gitaa la soul. Sasa sikiliza. Hata vyombo tusikilize. Ukiona wagonjwa wanapona haraka, wingu la sifa lilishashushwa. Mungu hashuki kwa sababu tunataka tu ashuke. Anashuka kwa sababu panastahili. Ili pastahili, tunatakiwa tufanyaje? Tumwabudu na tumsifu. Nyosha mikono yako, sema amina. Sasa twende na ule mziki. Nyosha mguu wako wa kulia na mkono wako wa kulia. Kuna mtu ananiambia sina mguu wa kulia. Anyway, inua hata wa kushoto. Haya twende. Inua hivi. Makabanje, mbona leo umekaa ati nyuma? Natamani watu wa inua tena. Sasa nyosha mzee Mbaga. Hata twende, tuanze tu hivi. Twende hebu tuanze hivi kidogo. Kuna mtu anataka kuolewa lakini amekaa hivi. Bro, inua mguu. Praise, inua mguu twende hivi. Haya twende wote. Hebu zungusha kitambaa tu. Natamani nabii anapoingia tunauponya mapepo. Twende wote. Zungusha. Wote twende. Wapi vigele mashukrani. Shangilia Yesu. Ina mguu
Inua mguu wa kulia. Inua. Msibanane, sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea hivi. Simama. Inua mguu. 1 2 3 go. Inua mguu. Yesu kiadala. Sijaona. Hakuna wase. 1 2 3 go. 1 2 Zungu maka. Zunguza. Mzee wewe njoo. Na wewe. Na wewe njoo. Pigia Yesu kelele. Wabaka. Malizia. Shangilia Yesu. Nabii hawezi hivyo. Mwambie mwenzako unajua nini? Unaambia anasema huyu mzee vipi? Mimi ni mzee bado sijachoka. Kuna mtu pale anafanya. Shangilia Yesu. Ongeza Yesu makofi mazuri. Hebu nyosha mikono juu kabisa alafu piga makofi yenye nguvu. Tunamalizia ya mwisho. Kaa hivi. Twende wote. Umeshoka? Twende kaa hivi wote. Haya twende. 1 2 3 twende wote. Chini. Shuka chini kidogo.